ngoja napeleka wapi? Mzigo mimi naupeleka wapi? Umetoka wapi? Umetokea wapi dada? Unakupeleka wapi? Unapenda kuja kwenye maisha yangu? Unapenda kufuatilia vitu vyangu dada? Angalia sasa kilichofikia. Unakupeleka wapi? Wewe msichana, wewe umefikaje? Nimefikaje? Hapa kwangu. Kwako? Hapa kwako mimi nimefikaje? Tukio lilotokea jana ulikumbuki au? Mimi naonyesha nakumbuka tulikutana. Yaani maanisha ni yaani kwa nini nitokea? Mimi kwenu napafahamu. Kwenu mimi napafahamu. Yaani kwa hiyo kama kwetu pafahamu na yaani mwandani kwanza umenifanya nini? Mimi nilikuwa na niagana na mimi mpaka umenipeleka mwandani kwako. Yaani kimetokea nini kwanza ndani? Hebu niambie. La, ama kweli kuna msemo unasema bora umfadhili mbuzi utamnywa mchuzi. Ila sio binadamu. Utambulia matusi. Kukusaidia kwangu barabarani, kukuchukua kukuweka hapo imekuwa kosa. Nisikilize wewe binti. Ulinikuta kwenye mihangaiko yangu. Ukaleta ndivyo sivyo, ikatokea kukotokea, ukazimia. Baada ya kuzimia, nilikuwa sina pa kupeleka zaidi ya kuleta ndani kwangu. Na hapa nashukuru umeamka kwa sababu nilikuwa na msongo wa mawazo, nijua ushafariki. Lakini nashukuru Mungu umeamka. Sasa hivi naomba uchukue kila kilicho chako, nenda mama. Nenda. Lakini mimi nyumbani kwangu sifanyi. Sikiliza. Mimi cha kukusaidia nishakusaidia vya kutosha. Wewe kama vipi chukua, nenda ulizia huko utapajua. Sina mudi na wewe, sina mudi na wasichana. Usijui, yaani umenipeleka ndani kwako, sijui, nakwambia nyumbani sikajui. Kama umemshaama kunisaidia, basi nisaidie tu nipeleke nyumbani. Sasa mimi nakusaidia. Kiwango cha kukusaidia ndo hapo mwisho. Ndo nilipofikia kiwango cha kukusaidia. Nyumbani kwako mimi sipajui. Basi kama unataka kunipeleka nyumbani, haina shida, mimi nitakaa hapa. Na imani kabisa dadangu kwa atakuwa ananitafuta sasa hivi. Kwa akija kukuta hapa, tunaenda polisi. Ukae tena kwangu. Sitaki kupeleka nyumbani. Yaani hapa. Yaani hujui jinsi gani ambavyo umeniacha na msongo wa mawazo. Usiku kucha mimi sijalala ujue. Yaani sijalala. Fanya upesi. Chukua kilicho chako kama Mungu na ulichosahau. Uondoke hapa. Sitaki kesi, sitaki kesi. Mimi huko ni mgeni. Yani. Kwa mimi nyumbani sipajui. Njia bado zinamchanganya. Nisaidie tu kunisindikiza kunipeleka tena nyumbani. Dadangu mimi anatafuta. Sawa. Wewe kwenu wapi sasa? Sikule kwa dadangu basi. Ni kwa kwa show kutana siku. Sikia. Kwa kweli shatokea la kutokea. Sio kesi. Mimi Jasmine namjua kwa sababu ni mtu maarufu sana hapa mtaani.
So chukua kilicho chako tuondoke mama, tuondoke. Shachoka, tuondoke. Chukua kilicho chako. Chukua, vaa. Haraka tuondoke. Twende. Tangulia sasa unasubiri. Ini mikosi tu asubuhi, mikosi. Yaani toka nikutana na wewe na duka. Haya. Tangaza makarangaruka. Nasema kama tawala. Nisikie niuliza zaidi. Unajua ni mgeni. Hapa hivi. Acha tu shogangu, ndio hivyo. Hebu subiri kwanza shogangu. Oa, vipi yani mbona kama una mawazo hivyo? Oya, yale nikuta ni mazito mwanangu. Mambo gani sasa? Si unamjua yule demu nilikuwa disiaga yule alinifuata hadi geto kwangu yule. Ya. Basi yule mwanangu jana nilikuwa nimekaa zangu maskani pale na kula kitu. Ndio. Basi kaja akachukua ile sigara yangu kaitupa, kaikanyaga. Sasa mimi kwa hasira mimi nikamzaba kibao. Kwa bahati mbaya sasa akajigongezea ukutani. Kugonga ukutani kazima mtoto wa watu. Kazimia. Sasa pale nikawaza kwamba nimwache pale barabarani au nimsaidieje. Ikabidi sasa nimchukue pale nimpeleke geto kwangu. Oa, nimehangaika naye usiku kucha mwanangu. Wewe unazali mwanangu, unajua kwa umesheleka naye yani ile. Hilo ndo tatizo lako. Kuhangaika naye sio kwamba kuhangaika naye huko unakofikiria wewe. Kuhangaika naye azinduke pale alipokuwa kazimia. Baridi poa, nilikuwa sija kupata poa, tuendelee. Basi ndio hivyo. Kwa bahati nzuri pale asubuhi nimekaa chini pale nawaza nitafanya nini. Kwa bahati nzuri kaamka asubuhi pale, ikabidi sasa nimchukue nimpeleke kwao kule kwa dada yake bondeni kule, na mguu ndo narudi naelekea nyumbani. Kwa lakini mtoto umemwacha, yani upo salama fresh? Tatizo lako ndo hilo mwanangu. Mimi madem sifagilii. Mimi madem sio vitu vyangu. Yaani yenyewe imetokea kama bahati mbaya tu. Wewe kweli noma msojo wangu. Mimi sio vitu vyangu madem. Baridi. Mwita, ina maana unioni au? Jasi. Vipi? Safi. Ila mwenzoni nina matatizo. Matatizo gani hayo? Ndo wangu tangia jana sijamuona na hajalala nyumbani. Sasa nimechukua maamuzi ya kwenda polisi. Lakini natoka tu nje ya geti namuona anarudi. Namwambia mdogo wangu ulikuwa wapi? Hanijibu. Kwa nimechukua maamuzi naenda kwa mjomba. Penge akija yeye atamweleza kama alikuwa wapi. Aha. Naenda kwa mjomba. Safari njema. Mwita. Ana haujali. Haujaguswa na hili nilokuambia Mwita. Jasi, siku zote ukipanda embe utapata embe. Ukipanda korosho utapata korosho. Na wewe ni pilipili kichaa. Na kusubiri utakapokuwa pilipili mboga nikutumie.
Anko. Anko, karibu. Asante. Habari? Safi anko, shikamoo. Habari. Safi, maendeleo. Karibu. Asante. Karibu bongo tafuta kizuri basi. Hamna anko, mimi siingii ndani. Hata kama kuna hapa nyumbani bwana. Hamna, hapa tuwezi kuongea. Wewe ndio kawaida yako hii siku zote. Kila siku ukijaga unashiaga hapa nje. Hutaki kuingia ndani. Na hii sio mara ya kwanza, mara ya pili. Hamna. Leo nina haraka kidogo, pana tushika hapa. Haya sawa, niambie. Tunajua mimi naishi na mdogo wangu pale nyumbani. Najua. Asa jana hajarudi nyumbani. Nimelala. Nimewaza nitaka nikaripoti polisi. Bahati nzuri natoka kwenye geti asubuhi. Na yeye na huyu hapa nakutana naye. Namuuliza ulikuwa wapi? Asemi. Ulikuwa wapi? Anijibu. Hata anachoongea akieleweki. Kwa nini nikufuate mjomba? Ukazungumze naye, pengine anakwambia alikuwa wapi. Kwani hajakwambia mara alipokuwepo? Anijibu chochote anko ninavyokuambia. Mjomba, mara nyingi sana huwa anakwambia siku zote unatakiwa uishi kama kopo la chooni. Yaani unapokuwa una shida ndio unalitumia. Lakini pale unapomaliza ile shida yako, unatakiwa usilitupe, unatakiwa uliweke sehemu nzuri ili uweze kulitumia kwa wakati ujao. Lakini mjomba huwa anakwambia sana. Katika jambo hili mara nyingi sana huwa anakwambia. Lakini sawa. Wacha nikajiandae. Sawa. Kwa hiyo vipi? Maana umesimamisha tangu muda mrefu, alafu umetokea mtu. Nimekuambia mimi na 500 tu. 500? Hivyo ukiniangalia jumba ka chini. Tazame. Nenda na hiyo tano. Labda leta 20. 20 hapana. Yaani hapo labda nikuongeze tena 500. Sawa, twende. Ingia basi. Bye. Yaani mpenzi wangu uchagui sema kuzania. Kwa hiyo wewe unamaanisha kazi yangu juu na hapa uliponiona nimevua tu ama? Kwa hiyo wewe umekaa hapo unanichunguza mimi yote. Alafu kingine nipo na mteja wangu sinaibia kazi. Kwa hapa ni yake nitakufuata baadaye, sawa? Kama kaa gudi kama kawaida. Ipo mwanangu. Mama anacheza mkeka. Unajua ndo maisha yetu haya mwanangu. Sema jana mwanangu nilipita mtaani pale. Chula fulani. Sasa chula mwanangu. Poa. Vipi hapo? Kama kawaida. Sawa. Unaotaka au vipi? Kama kawa mwanangu. Na mambo yako tena mwanangu, hata uache yani ile. Jau. Basi umeona mwanangu ule chula mwanangu kaja boy wake pale kazingua nini, lakini ndio nilifanikiwa nilipita naye. Ngoja kwanza. Kwa hizo bei za machulo ndio umekono mwadisi ya Hamisi? Mwanangu kwa mpigana story hapa nini? Hapo unapiga tu demo bure babu. Umemuona huyu? Huyu sijui mikazo zero, sijui. Achana naye, yani mambo yao fagilia hata kidogo. Sio kweli. Sikilizeni mwanangu. Nimekuja hapa mmetulia, mmenikuta ile ni mikeka yangu na tiki fresh. Habari ya madem mimi silai tu mwanangu. Sikilizeni kabisa. Yaani habari sui nini ya mikazo hoya. Madem sio vitu vyangu bro. Hivi ndio vitu vyangu mimi. Na unaona hivi ndio vitu vyangu mimi ambavyo nikivikosa napata stress. Sio madem, sawa? Mwambie na beach boy mwenzio. Ushaikula lakini au mwa date tu mwanangu. Angalia huo. Kasoro hiyo. Sasa nyie kaeni na mtakuja mfe na ukimwi. Endeleza story mwanangu, achana naye bana. Oya mtakuja mfe na ukimwi nyie. Watu pesi babu kama vipi bana wewe vipi? Yenu mwanangu, oya sikie.
maskani kwenyewe kushakuwa jao hapa. Naona mnaita uchawi kibao, longo kibao. Jao kwako wewe vipi? Nyie mtakuja kufana ukimwi nyie. Mimi nawaambia ipo siku mtakumbuka maneno yangu wa shamba nyie. Ondoke. Au vipi? Baridi hapo. Mjomba, nadhani mji wangu hapo utakuwa unaufahamu vizuri tu, na nimekuja hapa kwa ajili ya swala hili moja tu. Ukweli wako unaweza kutuweka sisi kwa dhahiri, yaani mimi pamoja na dada yako. Mjomba, unaweza kutuambia kwamba ulikuwa wapi? Mimi jana nilikwenda dukani, wakati wa kurudi nilipotea. Sasa nikakutana na mdada mmoja, nikamuulizia njia nyumbani iko wapi. Akasema mimi sijui. Alafu saa hizi usiku, basi la kesho asubuhi utatafuta njia ya kwenu. Ndio nikalala. Maana mimi kunjia sijui vizuri. Mjomba, hivi unawezaje kulala kwa mtu ambaye humjui wala humfahamu? Unawezaje kulala hapo? Na kwa nini umelala? Mjomba, huoni kama hii ni hatari hiyo? Nisikie mjomba, siku zote naamini kwa kama hujui unapokwenda basi huwezi kupotea, na watu wanapokimbia wanakozika udondokea katika maiti nyama. Sasa mjomba, kuwa makini. Ila kama wanidanganya mjomba, sawa, mimi naenda. Sawa, nadhani umemwelewa. Nimeona, nimesikia vizuri. Mjomba, karibu. Au leta chakula? Hapana. Ila mjomba, kuwa makini. Pita. Mama naongea leo. Karibu. Yapenda. Karibu. Asante. Baby. Fresh. Mwita, naomba tu ndani basi kidogo na mazungumzo na wewe. Tunaweza kuzungumza hapa. Okay, sawa. Mwita, mbona siku hizi umebadilika sana? Imekuwaje? Naota pembe? Nimekuwa na rangi mbili au nimebadilika kwa vipi yani? Sina maana hiyo. Ila au nipigie simu au nitumie message au uje nyumbani, yaani movement zote zilizowafanyaga, yaani kimya. Sijui shida nini. sio kama sitaki kukupigia simu, sio kama sitaki kukuona, ila Jasi, kwenye haya maisha kaa ukitambua kwamba kuna leo na kesho. Nimekuwa nikikupambania maisha yako, nikuhangaikia sana juu ya tabia zako, lakini jitihada zangu zote hazikuwa na matunda kwako. Mara zote ulishia kwa midharau. Okay, kwa sasa
nimeamua nibaki na maisha yangu, nikuache urelax mpaka pale utakapoona upo tayari kubadilika, upo tayari kuwa na mimi. Nitakukaribisha kwenye maisha yangu. Sio kwamba sitaki kubadilika Mwita, napenda sana na natamani hata mimi ipo siku niitwe mke wa mtu. Kwanza kwa sasa hivi hii kazi mimi nimeichoka, yaani nazidi tu na mara watoto wazee yaani hivyo ndio nimechoka na hii kazi. Ila kinachonifanya mimi niendeleze hii kazi Mwita, kama mimi naishi na mdogo wangu anahitaji kula, kuvaa, mimi mwenyewe kula, kuvaa, yaani maisha yote. Je, kama nisifanye hii kazi nitaishi vipi? Yasmin, shaongea sana. Na mara zote nimekuwa nikijifunza jambo hili. Ila kwa sasa naomba nikuache. Unapokuwa tayari, niko tayari. Unaweza ukaenda. Basi hatuwezi kuongea na mama. Tunaanza kwa utanipigia simu nikikuhitaji. Wewe ndio nani kitapita? Acha tu sana mtani hapa. Kwambia kapita wapi sister? Ongea sister, nao rejesha. Yes. Kitapita.